Kijana mara baada ya kupata utajiri anaamua kumfukuza mama yake mzazi, lakini baada ya miezi michache balaa kubwa linamkuta kijana huyo. Sikiliza na kutazama simulizi hii mwanzo mpaka mwisho. Sasa tuanze. Jua lilikuwa linachomoza taratibu nyuma ya mlima wa Mshindo, likiangaza katika nyumba ndogo ya udongo iliyokuwa pembeni mwa mto wa maji. Ndani ya nyumba hiyo aliishi mama mmoja aitwaye Mama Halima. Mama huyu alikuwa ni mjane wa miaka 55, mwenye sura ya upole, lakini macho yalionekana kabisa yamekosa nuru kutokana na ugumu wa maisha. Mama huyu mjane, mume wake aliyefahamika kwa jina la Mzee Rashidi, alifariki dunia miaka 10 iliyopita, na mwanake Halima alifariki dunia miaka kadhaa nyuma. Hivyo Mzee Rashidi alimwachia mama huyu mjane mtoto mmoja wa kiume aitwaye Mpama. Huyo ndio mtoto aliyekuwa faraja yake, tumaini lake, na sababu ya kuamka kila alfajiri kwenda shambani kulima mahindi na maharage kwa ajili ya kumtunza kijana wake mdogo wa kiume. Kila siku Mama Halima alihakikisha mtoto wake anaenda shule akiwa ameshiba kabisa, japo yeye mwenyewe hakuwa anakula cha maana, lakini mtoto wake inabidi aliashibe aende shule ili aje amsaidie katika maisha ya mbeleni. Mama huyo alikuwa akiuza nazi sokoni na mara nyingine kufua nguo za watu, kufanya kazi katika mashamba, lakini pia kulima shamba lake. Hizo ndio kazi za mama huyu aitwaye Mama Halima. Hivyo basi Mama Halima alizungumza maneno haya: "Mpama mwanangu, soma sana mwanangu, elimu ndiyo urithi pekee nilionao kwako mwanangu." Mwisho kunukuu. Haya yalikuwa ni maneno ya Mama Halima akimwambia kijana wake aitwaye Mpama kila jioni akiwa anampikia ugali na sukuma wiki. Hizo ndio kauli za mama huyu aitwaye Mama Halima akimwambia kijana wake Mpama. Na kweli Mpama alikuwa ni kijana mwenye akili sana darasani. Walimu wake walimpenda kwa bidii na adabu yake. Mara nyingi walimwambia mama yake, "Mama Halima, mwanao ataenda mbali sana, usikate tamaa." Hayo yalikuwa ni maneno ya walimu wakimwambia Mama Halima kutokana na Mpama kuonekana ni kijana ambaye anafanya vizuri sana darasani na walimu wote shuleni wanampenda. Lakini siku zote safari ya maisha haijawahi kuwa rahisi. Wakati wa mitihani ya mwisho wa sekondari, Mpama alikaribia kuacha shule kwa sababu hakukuwa na hela ya ada ya mwisho. Mama Halima alilazimika kuuza kipande chake cha shamba alichokuwa amebaki nacho baada ya mumewe kufariki ili aweze kulipia ada ya mtihani ya kijana wake Mpama. Mama huyu kwa machozi mazito alichukua fedha zote na akapeleka shuleni, lakini alimwambia mwanake maneno haya: "Napeleka mwanangu hii fedha shuleni kwa ajili ya wewe upate elimu yako, usikose elimu mwanangu, na kuomba mwanangu kasome, faulu mtihani, uje unisaidie mama yako." Ilikuwa ni maneno mazito kweli kweli Mama Mpama akiyazungumza kwa kijana wake ambaye dakika za jioni kabisa alikuwa aache shule kutokana na kukoswa kwa ada. Mpama alihitimu vizuri na kufaulu kwenda chuo kikuu mjini. Ilikuwa mara yake ya kwanza kuondoka kijijini. Mama Halima alimpikia chakula cha mwisho mwanake. Mama Halima alikuwa ni mwenye furaha kweli kweli mwanake kwenda mjini kwenda kwa ajili ya masomo ya chuo. Hakika mama huyu alipompikia mwanake chakula kizuri kweli kweli wakala. Kisha mama huyu akamwekea mwanake chakula kingine kwenye kifurushi cha kitambaa cha kitenge, kisha akamkumbatia akilia kwa ukimya kabisa na kusema, "Mwanangu, usinisahau." Hayo ilikuwa ni maneno ya kwake Mama Halima akimwambia mwanake Mpama. Mpama akajibu, "Sitakusahau mama, nitakurudia nikishapata kazi, utaona maisha yatabadilika." Hayo ilikuwa ni maneno ya Mpama akimwambia mama yake ahadi nzito, akimwaahidi mama yake. Maneno hayo yalibaki moyoni mwa Mama Halima kama wimbo wa matumaini. Miezi ikapita, miaka ikasonga. Mpama alimaliza chuo, akapata kazi kubwa mjini kama meneja wa kampuni ya vifaa vya ujenzi, kazi iliyompa mshahara mkubwa, nyumba ya kisasa na marafiki wa hadhi ya juu. Lakini katika wingi wa anasa akasahau kijijini kwao, akasahau kuwa nyumbani kwao kuna nyumba ya udongo, akamsahau hata mama yake ambaye alimpambania mpaka yeye akasoma na kupata kazi hiyo. Mama Halima alisubiria barua, akisubiria simu, akasubiri hata mtu kumletea salamu kutoka kwa mwanae huko mjini, lakini hakuna kitu.
Mwaka ukaenda, miaka miwili kapita, akabaki akiomba tu, Mungu wangu mlinde mwanangu popote alipo. Sijui amepatwa na nini mwanangu mpaka muda huu miaka 5 imepita. Mwanangu hajaja nyumbani wala hajanipigia simu wala hajatuma barua. Lakini maisha yake kijijini yalizidi kuwa magumu kabisa. Mama huyu, Mama Halima, uzee ulianza kumlemea. Miguu ikawa ni mizito kweli kweli hata kutembea. Lakini moyo wake au kukata tamaa, akiamini kwamba mwanake bado hajapata. Siku akipata atakuja kijijini kumfuata. Siku moja jioni tulivu, jirani yake mzee Suleiman alifika nyumbani kwa Mama Halima akitokea mjini. Alipofika kwa Mama Halima, mzee huyu Suleiman akakaa chini, akakaribishwa uji wa ulezi ambao Mama Halima alikuwa ameutengeneza. Kisha mzee Suleiman alimwangalia Mama Halima kwa mshangao sana. Kisha mzee huyu mara baada ya kumwangalia Mama Halima na akamwambia Mama Halima kwamba, wewe Mama Halima, unajua kuwa kijana wako sasa ni mtu mkubwa mjini. Hayo ni maneno ambayo mzee huyu Suleiman akimwambia Mama Halima. Mama Halima alitikisa kichwa, macho yakijaa machozi ya furaha. Wewe unasema kweli Suleiman? Suleiman akajibu, ndio. Nilimuona kwa macho yangu, anaendesha gari kubwa la kifahari, amevaa suti kali sana, watu wanamuita bosi. Nilishangaa nikajiambia huyu lazima awe yule mpama wa Mama Halima. Mama Halima alishindwa kujizuia. Aliangua kilio cha furaha, machozi yakatiririka mashavuni mwake. Kama ambavyo mnafahamu mama zetu jamani. Alishukuru Mungu, akamshukuru jirani yake kwa habari njema. Usiku ule ule hakuweza kulala. Akapanga safari Mama Halima kwenda mjini kwa ajili ya kwenda kumtafuta mwanake. Akazungumza maneno haya kwa furaha, asubuhi nitaenda kumuona mwanangu. Hata kama hajanitumia salamu, nitamkumbatia tu nione kama kweli ni yeye. Alijisemea kwa sauti ya upole huku akipanga nguo zake chache ndani ya mfuko wa katan. Hakika, asubuhi ilipofika, alipanda basi dogo la abiria liitwalo Costa, lilokuwa likielekea mjini. Safari ilichukua masaa 5. Wakati wote alikuwa anashika kitenge chake kifuani, moyo wake ukidunda kwa mchanganyiko wa hofu na furaha pia. Alipofika mjini, alishangaa kuona jiji kubwa, magari yakipishana, watu wakikimbia huku na kule. Akawa haelewi wapi anzie. Bahati nzuri mmoja wa abiria alikuwa na simu, alimsaidia kumpigia mpama kupitia namba aliyokuwa nayo tangu zamani. Simu ilipokelewa kwa sauti ya kijana ilisikika. Halo, nani wewe? Upande wa pili ikasikika. Mimi ni mama yako mwanangu, Mama Halima, alisema kwa unyonge. Upande wa pili kulikuwa kuna ukimya kidogo. Halafu kijana akasema kwa ukali, mama gani tena? Naomba usinisumbue, mimi sina muda wa mambo kama hayo. Kisha akakata simu. Mama Halima alibaki ameduaa, machozi yakaanza kububujika katika macho yake. Moyo wake ulisita kwa sekunde kadhaa. Alikaa chini ya kivuli cha duka akashika kichwa chake, lakini moyo wa mama hauna haraka ya kukata tamaa. Alijaribu kufuata maelezo ya jirani, akaenda hadi ofisini kwa mwanawe. Walinzi wa jengo walipomuona walicheka sana. Bibi, hapa ni ofisi kubwa, si mahali pa kuombaomba, mmoja alisema kwa dharau sana, moja ya walinzi wa ofisi ya mpama. Mama Halima kwa upole alisema, naomba nimuone kijana wangu mpama, ni damu yangu. Hayo ni maneno ya uchungu Mama Halima aliyazungumza. Walinzi walimuita meneja, na kweli alipotoka nje alikuwa ni mpama. Amevaa suti nyeusi, miwani, suruali ya bei ghali. Alipomwona mama yake alitetemeka sekunde moja, kisha uso wake ukabadilika. Wewe nani? Aliuliza kwa sauti ya dharau. Mimi ni mama yako mwanangu, nimekuja kukuona. Mpama alicheka kwa sauti ya juu. Mama yangu gani anakuja mjini akiwa amevaa kitenge kilichochoka hivi? Wewe unanitia aibu. Ondoka hapa kabla sijawaita walinzi. Watu walikuwa karibu walimwangalia kwa mshangao. Mama Halima alijaribu kunong'ona kwa chini chini akimwambia mwanake mpama maneno haya, mwanangu, ni mimi nilikulea, nikakufundisha, usinifukuze hivi. Lakini mpama akapiga kelele, toka hapa! Machozi akamtoka Mama Halima. Hakika akageuka taratibu, akaanza kutembea bila kujua anakwenda wapi. Watu walimwangalia kwa huruma, lakini hakuna aliyejua uchungu aliokuwa nao moyoni Mama Halima. Hapo ndipo maisha ya huzuni ya Mama Halima yalianza kubadilika kuwa maumivu makubwa. Mama Halima alipokuwa akitembea taratibu, alifika katika benchi la kituo, akatulia hapo na akalala hapo akisubiri basi. Hakika alikaa hapo akiangalia katika kitepe chake. Hana hata senti 5, hana chakula, hana rafiki.
Watu walimuona kama omba, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na jeraha lisilotibika. Hakika alijiuliza kwa maumivu makubwa, Mungu wangu, hivi kweli huyu ni yule mtoto niliyembeba tumboni miezi 9? Nimepambana mpaka nimemkuza amefika hapo. Leo hii ananidharau. Hayo ni maneno ya uchungu ambayo alizungumza mama Halima. Siku zote mzazi anaweza sitoe laana kwa kumtamkia mtoto wake, lakini mzazi kunungunika tu, basi pengine ni moja kwa moja inakuwa ni laana kubwa kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu hapendi mzazi anungunike kwa sababu ya mtoto kumkosea heshima mzazi. Basi bwana, mama Halima alilia sana usiku huo pale stendi. Machozi yake yalianguka chini ya ardhi kwa uchungu. Wale waliokuwa karibu naye hawakujua kuwa katika machozi hayo kulikuwa na laana nzito ya moyo uliovunjika, laana ya mama. Alipoamka asubuhi, mama Halima pale katika benchi ameng'atwa na mbu kweli kweli, hana hata senti 100 kipande. Aliomba kwa upole, Mungu wangu nisimlaani mwanangu. Hayo yalikuwa ni maneno mazito asubuhi hiyo. Mama Halima anasema kwamba Mungu amsaidie asimlaani mwanake, ila kama nilikosea kwa kumpenda kupita kiasi, unipe nguvu ya kumsamehe, na kama dharau yake imeniumiza, basi mfundishe kwa njia zako Mwenyezi Mungu wangu. Hayo yalikuwa ni maneno mazito sana ambayo mama Halima ameyazungumza. Kisha baada ya maombi hayo, aliamua kurudi kijijini. Alipanda basi kwa msaada wa dereva aliyemhurumia tu, kwa sababu alimuona mama amechoka na hali yake sio nzuri. Alipofika, jirani zake walimuona akirudi akiwa mnyonge sana. Wengine walimuonea huruma, wengine wakasema ndiyo dunia ya leo. Mama unahangaika, unamsomesha, mwisho anakukataa. Watoto wa siku hizi, watoto wa 2000 hawa wamekuwa wana madharau sana. Kila mtu alikuwa akizungumza la kwake. Mara baada ya mama Halima kuhadithia kila kitu ambacho kimemtokea huko mjini, mama Halima alipoona wenzake wanakijiji wakisema maneno mengi, yeye aliamua kukaa kimya tu. Akaanza tena maisha yake ya kawaida, kulima, kufua nguo, lakini pia kwenda sokoni kuuza vitu vyake mbali. Wakati huo mjini, maisha ya Mpama yalianza kubadilika taratibu. Kila kitu chake ambacho kilikuwa kinaonekana kinang'aa kilianza kuingiwa na kivuli kisichoelezeka. Kwanza alianza kupoteza usingizi. Kila usiku alikuwa anaota ndoto mbaya tu. Anamuona mama yake akimwangalia kwa macho yenye huzuni, akimuita kwa sauti ya mbali, mwanangu Mpama, kwa nini umenikana? Kila alipokuwa akiamka, moyo wake ulikuwa unadunda sana. Akawa hawezi kulala vizuri, hawezi kutulia ofisini. Marafiki wake wakaanza kumshangaa. Siku moja alipoenda kazini, akakuta kampuni yake imepoteza zabuni kubwa sana. Wakubwa wake wakamlaumu, na baada ya wiki 2 akafukuzwa kazi. Hapo ndipo dunia yake ikaanza kuporomoka. Akaanza kunywa pombe, akazurula mitaani. Marafiki waliokuwa wakimuita bosi wakamgeuka. Akapoteza nyumba yake kwa mikopo aliyokuwa nayo. Akauza gari hadi akawa anakaa kwenye vibanda vya magengeni tu. Siku moja usiku, akiwa amelewa kweli kweli, alikaa pembeni mwa barabara, akaanza kuongea peke yake, mimi siwezi kuwa maskini, mimi ni tajiri, mimi ni Mpama. Watu wakamcheka, wengine wakamzomea, wengine wakampiga na picha kabisa. Kuanzia siku hiyo, akili yake ilianza kupotea taratibu. Akawa anaokota makopo, anatembea barabarani bila viatu, nywele zikiwa ndefu na chafu kama rasta zimejisokota, lakini pia akizungumza peke yake tu. Watu barabarani walimuita chizi wa mjini, ndio jina ambalo watu walikuwa wakimuita. Baada ya miezi kadhaa, jirani mmoja wa zamani wa mama Halima alisafiri kutoka kijijini na kwenda mjini. Alipomuona Mpama katika hali ile, alishangaa sana. Alijua wazi huyu ni mtoto mama Halima. Akasimama kando yake akamuita, Mpama, wewe ni mtoto wa mama Halima wa kijijini sivyo? Lakini Mpama hakujibu. Alimwangalia tu kisha akacheka. Moyo wa yule jirani uliumia sana. Alirudi kijijini haraka, akaenda moja kwa moja kwa mama Halima. Mama Halima, nina habari mbaya sana, alisema kwa huzuni. Habari gani tena? Aliuliza kwa hofu. Kijana wako yuko mjini, lakini si yule wa zamani. Amechanganyikiwa, anaokota makopo, anazungumza peke yake, watu wanasema amechanganyikiwa kabisa. Lo, hiyo ni habari mbaya ambayo mzee Suleiman alimwambia tena mama Halima. Mama Halima alishika kifua chake, akapoteza nguvu na akaanguka chini. Watu wakamnyanyua wangu kwa haraka, machozi yakamtoka mama Halima. Kisha akatoa sauti ya uchungu kweli kweli, Mungu wangu, mtoto wangu amenikataa,
sasa amepoteza akili. Maisha haya. Hayo ni maneno ya uchungu kweli kweli, Mama Halima akizungumza huku watu wamemshikilia mara baada ya kuanguka chini. Mama Halima hakupoteza muda. Alimuomba jirani ampeleke mjini. Walisafiri haraka mpaka wakafika mjini. Sasa kazi ni kuanza kumtafuta Mpama anapatikana katika sehemu gani. Kila mtu akimuuliza anasema kwamba tumpishana naye yule chizi ameenda huko. Ameenda kwenye dampo la huko. Ameenda kwenye dampo la huko. Lakini walipambana mpaka walipofika katika chini ya daraja. Walimkuta Mpama yuko chini ya daraja anachezea makopo na vichupa vipande vipande. Hivyo basi Mpama alimuona mama yake akimkaribia. Mpama alisimama ghafla. Kwa muda kidogo alitulia akimtazama kama anakumbuka kitu hivi. Mama Halima alimkaribia polepole akamkumbatia. Mwanangu, ni mimi mama yako. Sasa umepumzika mwanangu, njoo twende nyumbani. Kwa sekunde kadhaa macho ya Mpama yalibadilika, yakawa na machozi. Alianza kulia kama mtoto mdogo. Mpama alilia, akakumbuka kila kitu alichomfanyia mama yake. Mpama akamwambia mama yake, mama, naomba unisamehe. Nisamehe kweli mama yangu. Mama yake na Mpama akasema, ndiyo mwanangu, mama anakusamehe. Nimerudi kukuchukua nikupeleke nyumbani mwanangu Mpama. Watu waliokuwa karibu walishuhudia tukio hilo kwa hisia kubwa kweli kweli. Wengine walilia, walibubujikwa na machozi. Wengine walimsaidia kumpeleka Mpama kwenye gari dogo lilokuwa limekodiwa. Walirudi wote kijijini siku hiyo hiyo. Walipofika kijijini, Mama Halima alimlaza Mpama ndani ya chumba alichomlea akiwa mtoto. Kila siku alimkanda miguu, alimnywesha uji na kila jioni alikuwa akiomba kwa Mungu amponye. Kila mara Mpama alikuwa analia akisema, nilikuumiza mama, nilikukataa hadharani, nitakufa kwa aibu hii. Lakini mama yake alikuwa akimwambia, mwanangu, upendo wa mama hauna mwisho. Nililia lakini sikulaani. Nilisema Mungu akufundisha kwa njia yake, na sasa amekufundisha. Ukijua thamani ya mama, basi utapona. Baada ya wiki moja akili ya Mpama ilianza kutulia kabisa. Alianza kutambua mazingira, akawa anazungumza vizuri. Akamkumbatia mama yake kwa majonzi mazito. Mama, niliishi maisha ya kiburi. Nilidhani mali ndio kila kitu. Nilidhani wewe ni mzigo, sikujua machozi yako yangekuwa dawa ya adhabu yangu. Mama Halima alitabasamu kwa upole. Akasema kwamba, sasa jua mwanangu, hakuna mali kubwa kama mama. Mali hupotea, cheo hufutika, lakini mama anabaki. Hata ukiwa mavumbini, bado mama ni mama tu. Hakika siku moja jioni, Mpama akiwa amepata nafuu kabisa, alikaa na mama yake nje ya nyumba wakitazama jua likizama. Akamgeukia na kusema, mama, nataka kubaki kijijini. Nitakutunza hadi mwisho wa maisha yako. Nataka nianze upya. Kwa unyenyekevu kabisa Mama Halima alitabasamu, macho yake yakajaa machozi ya furaha. Mama Halima akasema kwa sauti ya pole, Mungu umesikia maombi yangu. Sasa nimepumzika. Kuanzia siku hiyo Mpama alianza kushiriki shughuli za kijiji. Akaanza biashara ndogo ya mbao, akajipatia riziki halali. Watu waliokuwa wakimsema zamani walishangaa kuona amerejea katika hali yake ya kawaida, akiwa ni mnyenyekevu na mwenye heshima. Mama Halima naye aliendelea kumlea kwa upendo ule ule kama mwanzo. Wote, mama na mtoto, wakawa ni mfano wa upendo, msamaha na imani. Miaka michache baadaye, Mama Halima alifariki dunia kwa amani kabisa akiwa mikononi mwa mwanawe. Siku ya mazishi, Mpama alisimama mbele ya kaburi na kusema kwa machozi mazito, mama, ulikuwa nuru yangu. Nilipokukataa uliendelea kuniombea. Leo najua hakuna dua yenye nguvu kama dua yako mama yangu. Tangulia mbele ya Mwenyezi Mungu. Mungu akurehemu huko uendako. Hayo ni maneno mazito ambayo aliyazungumza kijana Mpama katika mazishi ya mama yake, ambapo wanakijiji wengi walihudhuria katika msiba mama yake na Mpama. Mpama alibaki pale pale kijijini katika nyumba yao ile ile ambayo ameachiwa na mama yake, urithi kutoka kwa baba yake Mzee Rashidi. Mpama aliendelea maisha yake pale kijijini. Alioa na Mwenyezi Mungu akambariki watoto. Mtazamaji wa simulizi za ajabu, na kufikia hapo sisi hatuna la ziada. Tunaweka nukta katika simulizi hii. Tukutane tena katika simulizi nyingine. Je, wewe umejifunza nini katika simulizi hii na maoni yako ni yapi katika simulizi hii? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comment. Bye bye mpaka wakati mwingine tena.